Today we are discussing about the family tree and the family curses. Perhaps maybe you think that it is a disease that you have in your life, and maybe it is not a disease. Some people also think that what is happening in your family, it is ni mkosi tu, ni kitu ambayo ni ya kawaida, ni kitu, lakini ukakuja kufuatilia vizuri utapata there is something that has been haunting you, that it comes from your family. It can also be generational, bloodline. It can be from your mother, from your father, from your grandfather, whatever it is, thing that has kept following you. It is something that has to be looked at. Exodus 34. Now the Lord descended in the clouds and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. And the Lord passed before him and proclaimed, the Lord, God merciful and gracious. God merciful and gracious. You see, he spoke to God who is merciful and who is gracious, and gracious, long-suffering and abounding in goodness. Is a God who is merciful, God who is gracious, long-suffering, abounding in goodness and truth. Keeping in mercy for thousands, verse 7, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgressions and sins, by no means clearing the guilt, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's to the third and the fourth generation. The prayer here is about to the God of mercy, because some of things that we go through, they really require mercy, because changamoto ambazo tuko nazo ni changamoto hatuzielewi, because umejikuta kwenye laana ambayo ni ya kizazi cha 3 ama kizazi cha 4. You are the 4th generation from when hiyo laana ilianza kazi, na wakati ilianza kazi hakuna mtu aliijua. Babu yako hakujua, the great grandfather hakujua, yeye alifikiria tu ni maisha yenye ukawaida. Unfortunately later amekuja, hiyo kitu ilitoka kwake ikaenda kwa babu yako, ikatoka kwa babu ikaenda kwa mama yako ama kwa baba yako, ikatoka kwa baba yako ama mama yako, imeingia kwako, na sasa imetoka kwako imeenda kwa nani? Imeenda kwa watoto wako, na imetoka kwa watoto wako sasa inaenda kwa watoto wa watoto wako. That is a sin or a transgression or an iniquity that you yourself you can't know, because you don't know how it started. You are not involved, you are not told, lakini shida zinakusonga, shida inatoka inahama na wewe. Ukihama kutoka stage 1 ukiingia stage 2, shida inahama na wewe. Ukienda mahali kwingine shida inahama na wewe. Magonjwa, unakuta familia mzima iko na kansa, familia mzima iko na blood sugar, familia mzima iko na pressure. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiugonjwa kinakujanga tu, unasikia mtoto aligonjeka saa kidogo tu tukampeleka hospitali akakufa. Ukasikia the first born alikufa hivyo hivyo, second born akakufa hivyo hivyo, na ilikuwa mwezi wa 4 ama mwezi wa 3. Unakuta kuna pattern fulani ambayo inafanyika ndani ya familia. Utakuwa sister ya mama yangu hakuwa anazaa, na mimi ambaye nimetajwa jina yake sizai. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta guka ule wa kwanza kabisa alikuwa katika hali ambayo ndoa yake haikusimama. Ya guka ule ndoa haikusimama, ama alikuwa na wanawake 6, 7 na wote hawakuwa stable. Na wewe ukijiangalia unakuta the same thing. Unaweza kuwa hauna wanawake, umeoa 7, lakini utakuta ndani yako una wanawake ambao uko na wao kama friends 7 ama zaidi. The same thing your grandfather was. And that is what now I want us to discuss, because this is a transgression or a sin or something that has been happening in your life for quite some generations. And this one you cannot go, even if you go to a medic. Hata ukienda hospitali, kuna mtu utakuta kila mwaka lazima arudi hospitali akiwa kiwete,
akiwa amevunjika mguu, ama kuna accident fulani imefanyika, ama mikosi inakuanza, ndoa inapoanza, unakuta anayekuoa tabia zake ni sawa na zile aliyeoa mama yako. Maana mama yako alipata mateso, na ukiangalia mateso ambayo mama yako aliyapata ndiyo hayo wewe unayapitia. Ukiangalia vizuri, uangalie baba yako, mateso ambayo anayapitia, hayo mateso ndiyo unayapitia. Kumaanisha kuna kitu ambacho kimesambazwa kutoka kwa baba kimekuja kwa mtoto. Na ukifuatilia nyuma ya baba utapata kwa guka yako ama kwa grandfather utakipata. It happened the same. Unakuta guka alikuwa na accident, aligongwa na ng'ombe. Ukikaa kidogo nasikia baba yako alipata accident ya gari. Na wewe utapata umepata accident ya motorbike. Kumekuwa na trend ya kuvunjika kwa mifupa kwa nyumba yenu. Kumekuwa na trend, unakuta watoto wanagonjeka ugonjwa ambao haueleweki. Kumaanisha kuna kitu ambacho kinawafuata kama familia. Na ukapata kitu kama hicho, hauwezi ukaenda kukimbia, hata ukaenda kwa daktari yeyote atakutibu, lakini hauwezi ukatibika. Kuna familia iko unakuta kuna mtu ako na kidonda kwenye mguu ama kwenye sehemu yake ya mwili. Kidonda ambacho amejaribu kukitibiwa. Wakikuyu wanakiitaka kironda kia dera. That is a generational curse.